Habari za leo wa Tanzania, hususan wanawake wa Tanzania. Napenda nichukue nafasi hii kuwapongeza na niwe pamoja na nyie katika kusherehekea siku ya mwanamke duniani. Leo nafikiri nichukue nafasi hii kwa niaba ya wenzangu ambao tuko kwenye sekta ya kilimo, kuwashukuru sana wakulima, wasindikaji, wafanyabiashara, wataalamu pamoja na viongozi ambao wanafanya kazi kwenye kilimo, hususan kina mama. Swala la kuhamasisha kwenda kwa kasi zaidi kwenye kuhakikisha kwamba wakulima, wafanyakazi, wafanyabiashara, viongozi walioko kwenye sekta ya kilimo ambao ni wanawake wanapata fursa sawa, ni jambo la muhimu sana, kwa sababu kusudi tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama taifa, lazima tuhakikishe kwamba kunakuwa na ushiriki sawa na wa haki kwa wadau wote katika sekta zote, na sio kwenye kilimo peke yake. Na sisi ambao tumepata nafasi ya kuhudumia jamii na sekta hii ya kilimo, vile vile tumepewa fursa hiyo, ukiwa ni mwanaume au mwanamke, kupitia viongozi mbalimbali. Na mimi niseme kwamba nimebahatika katika maisha yangu kuwa katika mikono ya viongozi mahiri kabisa wanawake, kuanzia ngazi za kitaifa mpaka kwenye sehemu za uzalishaji. Leo napenda niwakumbuke baadhi ya viongozi hao. Mmoja ambaye napenda nimkumbuke ni wakati naajiriwa mimi, kulikuwa na kiongozi mwanamke mahiri na wanamfahamu wengi hapa nchini, Mheshimiwa Anna Abdalla, kuanzia kazi zake ambazo amezifanya za uwaziri katika sekta ya kilimo, lakini hata kwenda kuwa kiongozi katika ngazi ya wenyekiti wa bodi za mazao. Ni kiongozi ambaye nimejifunza mengi kupitia kwake. Lakini vile vile napenda nizungumzie viongozi ambao tulikuwa tunafanya nao kazi, ambao wamenitengenezea fursa mimi kama mwanaume, kama kijana katika sekta ya kilimo. Mmoja wapo ambaye naweza nikamkumbuka ni kiongozi wangu, mkurugenzi wa sera katika sekta ya kilimo, alikuwa anaitwa Janet Bitegeko. Popote ulipo na kutumia salamu. Lakini vile vile Mama Kaduma katika Wizara ya Kilimo. Lakini vile vile kuna wengine, hususan wale ambao tulikuwa tunafanya nao kazi kila siku. Kwa mfano kama Janet Kaaya, mtaalamu muhimu sana, Dr. Janet, popote ulipo na kutumia salamu. Lakini vile vile kuna wengine wengi kama kwa mfano Katibu Muktasi katika ofisi zetu mbalimbali, Jane Faraji na kukumbuka. Lakini vile vile wengine mpaka leo bado wako kwenye utumishi kama Joyce Ngatara. Wote hawa kwa nafasi zao wameweza kunijenga mimi na wengine wengi ambao tuko kwenye sekta ya kilimo. Lakini leo hii vile vile kuna vijana ambao nafanya nao kazi, ambao ni vijana ambao ni wasichana, wengine ni wanawake. Napenda niwataje wachache ambao wanatuinspire kwenye sekta ya kilimo, hususan nikizungumzia Mkami Tetere ambaye yuko kule Kyela, anafanya kazi kubwa sana kwenye masuala ya viungo. Lakini kuna Praxeda Mgeta ambaye yuko kwenye kilimo cha mboga mboga katika wilaya ya Kilosa. Na vile vile napenda nimtaje Biraha Aloisi ambaye sasa hivi anafanya kazi katika mikoa mbalimbali, mkoa wa Morogoro, Tanga, yuko vile vile kule Kahama na Dodoma, anazalisha miche mingi ya mboga mboga na kuwauzia wakulima nchi nzima. Hawa ni baadhi tu ya vijana ambao wanafanya kazi kwenye hilo eneo. Na kwenye sekta ya mifugo kuna Bi Elizabeth Swai wa AKM Glitters ambaye vile vile anafanya kazi kubwa sana kwenye kuhamasisha maendeleo ya kilimo. Kwenye uzalishaji wa mifugo, kazi kubwa inafanyika kwenye uzalishaji wa maziwa. Na unaelewa kazi ya kukamua kwa sehemu kubwa inafanywa na kina mama. Bila kazi yao hiyo ambao ni wengi, tusingekuwa tunakunywa maziwa na kujenga afya zetu kila siku. Napenda nichukue nafasi hii kuwapongeza wote hao. Lakini mimi nipende kuchukua nafasi hii kutoa ushauri kwamba kuna swala la kutengeneza fursa. Na kwenye kilimo tunatumia ardhi kwenye uzalishaji, ufugaji, lakini vile vile uvuvi na hata kwenye ulimaji wa mwani. Changamoto kubwa ambayo wanawake wamekuwa wakipitia ni swala la kupata umiliki wa ardhi. Mpaka sasa hivi kwenye maeneo ambayo yamemilikishwa kwa wakulima kwa ajili ya kilimo ni 20% tu ya maeneo hayo ambayo yanamilikiwa na kina mama. Nafikiri pamoja na wingi wao ambao wanao, hii ni nafasi
tutoe nafasi muhimu kwenye hilo swala la kuaccelerate au kuhakikisha fursa inapatikana kwa haraka zaidi kwenye kuangalia masuala ya umiliki wa rasilimali za uzalishaji. Na sisi katika SAGCOT tumekuwa tukitoa elimu, lakini vile vile kuhamasisha uzalishaji wa mazao ambayo kwa sehemu kubwa yanawarudia kina mama, hususan mazao ya mboga na matunda, viazi, mikunde na vitu vingine ambavyo vinawarahisishia kazi kina mama. Kwa hiyo napenda sana nichukue nafasi hii ya kuwapongeza kwa kina mama hapa nchini. Asante sana.